Habari mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Mimi na Mwalimu kinachokujia kila siku ya Ijumaa saa 10:30 jioni hadi saa 11:30 jioni, ambapo tunapata wasaa mzuri na wakati mzuri wa kuongelea mambo au shughuli mbalimbali zinazomhusu mwalimu kiutaalamu zaidi. Na leo mada yetu inasema vikwazo au changamoto wanazopata walimu wakati wa ufundishaji wao au wakati wanapotoa elimu kwa wanafunzi hasa vyuoni. Na tumetembelewa na mkufunzi kutokea Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, ambaye tutaenda kuongea naye na kuchambua naye kwa kina zaidi na kuona ni changamoto gani ambazo walimu wanapitia wakiwa vyuoni. Usiondoke, karibu uendelee na sisi. Naam, kama nilivyokwisha kuwatangulia kuambia hapo awali kwamba leo tumetembelewa na mkufunzi kutokea Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, ambaye tutakwenda kuongea naye kuhusu changamoto au vikwazo wanavyopitia walimu kiundani na kwa kina zaidi. Twende tukamsikilize jina lake na pia nao cheo chake. Karibu. Asante. Karibu mwalimu. Asante. Naomba tujitambulishe jina lako na pia wadhifa wako hasa ukiwa pale TASU. Okay. Mimi kwa jina naitwa David Estomi Indosi. Ndio. Ni mkufunzi katika Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo. Ndio. Taasisi ambayo iko Bagamoyo kama sehemu ya jina lake mwishoni inavyosema. Ndio. Na ni taasisi ambayo inafundisha masomo ya sanaa, lakini pia masomo ya ufundi wa sauti na teknolojia ya sauti na masomo ya filamu. Na mimi pale nimebezi sana kwenye kufundisha masomo ya filamu pamoja na masomo ya sanaa za ufundi au visual art tunaita. Ambao ni kama drawing, painting na mengineyo. Na kwenye filamu mambo ya camera, editing na vitu kama hivyo. Okay, kumbe upo sehemu nyingi sana. Mwalimu, naomba tuambie pale Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo una miaka mingapi tangu uingie pale? Sasa hivi inaweza ikawa imeshakuwa muda, naweza nikawa sehemu ya wanaosema kwamba imeshakuwa muda mrefu, kwa sababu nafikiri mpaka sasa hizi mimi nimeingia 2010, kwa sasa hivi 2025, so ni 15 years. Miaka mtu mzima kabisa. Sawa. Kama ulivyosikia, mada yetu ya leo inasema ni changamoto gani ambazo walimu wanazipitia sana hasa wakiwepo vyuoni katika kutoa elimu. Tunaomba kusikia changamoto gani ambazo mnapitia sana. Okay. Changamoto ambazo mara nyingi tunapitia wakati tunapofanya mafunzo, hasa kwenye mafunzo ya sanaa. Ndio. Kwanza, mafunzo ya sanaa yana upekee wake kwenye namna ya ufundishaji. Mafunzo ambayo ni sanaa yanahitaji kwanza mwanafunzi afanye mazoezi sana. Na pia ni mafunzo ambayo yana sehemu mbili. Yana vitendo na yana theory ambayo ni kuandika na kusoma. So kwa asilimia kubwa ukiwa chuoni unategemewa, especially kwa taasisi yetu ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, kwamba ufanye vitendo sana. Ndio. Na kusoma iwe sehemu ndogo, kwa sababu mwisho wa siku tunataka tumtengeneze mtu ambaye ana uwezo wa kufanya na si mtu ambaye ana uwezo wa kusoma tu na kuandika yale ambayo ameyasoma. Kwa hiyo challenge inakuja kutokana na idadi ya wanafunzi. Kwa nature, kwa sababu ni aina, yani sanaa ilivyo na uwepo wa chuo, namna ya ufundishwaji wake unahitaji wanafunzi waweze kuwa karibu sana na mwalimu. Kwa maana kwamba hata muda mwingine ikiwezekana muweze kupata tunaita one-on-one classes, ambayo inaweza kambidi mwalimu na wanafunzi wakakutana mmoja mmoja. Ndiyo. Ili kuweza kupata ile knowledge ambayo wanahitaji ya kuweza kuwa competent kwenye kitu wanachokifanya practical. Lakini sasa kwa tulipofikia mfano sasa hivi, nyuma ilikuwa rahisi kwa sababu wanafunzi walikuwa wanaingia wachache. Sasa hivi ni ngumu kwa sababu wanafunzi idadi imeongezeka, chuo kimejulikana zaidi. Wengi wanataka kusoma hizi sanaa, mfano filamu na mambo labda sanaa za maonyesho, watu wanapenda sana sasa hivi. Exactly. So wanakuja wengi. Matokeo yake inawezekana ukajikuta una darasa la filamu lina wanafunzi 60. Wanafunzi 60
obviously chuo hakiwezi kuwa na kamera 60. So ni gharama sana kusoma mfano kozi ya filamu. Na nasikia kamera ni bei sana. Exactly. Kwa kama unataka kuinvest, ina maana inabidi uwe na budget kubwa sana ili uweze kuinvest hivyo. So inabidi ile pale inakuwa ni changamoto kwa sababu wanafunzi 60, kamera mfano ziko 3 au 4, hawataweza kupata ile elimu kwa ufanisi vile ambavyo inatakiwa, kwa sababu sisi tumeweka kwamba huyu asome lakini aweze kufanya pia. So you can imagine kwamba ni watu 60, kamera 3 kwenye vitendo kidogo kwa rasilimali, yani tunaweza kusema ndio. Unafanyaje muinua mwanafunzi kumuelewesha kwamba hiki kitu unachokifanya ni kitu poa zaidi au kitu kizuri, ili kumweka katika mstari awe kama watu wengine? Sawa. Shida nyingine ambayo inajitokeza hapo wakati ambapo tunajaribu kuwafundisha hao kwa pamoja. Ndio. Kwanza kwenye mazingira kama haya ya kusoma, wanafunzi wakishakuwa wengi, lazima makundi nayo yanaongezeka. Kuna watakao kuwa waelewi, ndio. Kuna ambao wanaelewa kidogo, kuna ambao wataelewa sana. Ndio. Kwenye masomo ya sanaa kuna namna ya ufundishaji ambayo inatakiwa sisi tuifanye ili kuikwepa hiyo changamoto. Ndio. Ambayo ni namna ambayo inasema tunamfundisha mwanafunzi kwa kumuinspire. Kwa hiyo unajaribu kumuonyesha wakati unamfundisha, muda huo unajaribu kumuonyesha kwamba baada yake inaweza ikawa kama ya mtu fulani au ya aina fulani ambayo tayari ameshaiona katika mazingira ambayo yamemzunguka. Kwa hiyo kwa staili hiyo mimi napenda kuitumia, inaweza ikaleta matokeo mazuri kwa hii ka influence wengine ambao walikuwa hawana uwezo kabisa, lakini pia ika influence wengine kutaka kujua zaidi. Kwa wanakuwa na ile curiosity kwamba okay, kama inakuwa hivi, hebu na mimi nijifunze, yawezekana nikafika hapo ambapo nimeambiwa kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo nafikiri ni kiufundishaji ni mwalimu tu kutafuta njia mbadala ambayo inaweza ikawasaidia na wale wengine ambao yawezekana walikuja wakiwa wanapenda kujua lakini hawana uelewa kabisa, so watajifunza. Ila sasa kwa wale ambao wamekuja hawafahamu kwamba nini wangekikuta, hiyo inaweza ikawa changamoto kwa wao. Lakini ndo ninachosema kwamba tunajaribu kuwa inspire, labda inaweza ikachange mindset yao ili waweze kubadilika na kuimprove kwenye upande wao kwa nafasi zao. Kwa mfano mishahara ikiwa midogo inawapa nyinyi vikwazo kutoa elimu kwa wanafunzi? Nafikiri hiyo inaweza isiwe, naweza nikasema kwamba inaweza isiwe yani isiwe relevant kwamba salari yako kuwa ndogo iwe ni kikwazo cha wewe kufundisha. Hapana. Kwa sababu kwanza niseme, kabla ya yote niseme kwamba ni salari ambayo mwalimu analipa mara nyingi inatokana na elimu yake. Kwa maana hiyo elimu ulionayo kama ni ya degree kwa mfano, ina maana unalipwa salary ambayo ndo haki yako wewe kulipwa kwa level yako ya degree. Kwa hiyo kimsingi wewe utaki kucomplain. Naweza nikasema kwamba mwalimu kutokuwa na huo mwamko wa kufundisha vizuri labda inaweza ikasababishwa na vitu vingine mbadala. Yawezekana saa nyingine ikasababishwa na darasa lenyewe kutokana na aina ya wanafunzi ambao watadili nao, japo ni mara chache sana inatokea. Yawezekana, yani kuna mambo mengi hapo yanaingia. Inawezekana huyo mwalimu labda kwa siku hiyo au wiki hiyo ametoka kwenye changamoto zingine za ambao ni ya maisha ya kila siku yanayotuzunguka, so ikachangia lakini mara nyingi sana kuna vitu tunasema tunaita ethics ambazo za kazi. So kama ni mtu ambao una awareness na hizo, ina maana haijalishi ni vikwazo vya aina gani unapitia, lakini efficiency ya kazi yako inatakiwa iwe ile ile. Na pia isi reflect kwa wanafunzi unaowafundisha kwamba kwa nini mwalimu ana act hivi wakati sisi tumezoea huwa ana act hivi. So ukishakuwa na hizo kama misingi na ukajua ni nini ambacho unakifanya kama mwalimu, nafikiri inakuwa sio changamoto. Unafundisha wanafunzi lakini bado wanakuletea jeuri, sijui yani hivyo wanakubishia kwa sababu wengine wanaona kama walimu au mwalimu kwanza, tuna wengine wanaona kama vile tunalingana, tunachukuliana kwa hiyo inawaathiri vipi? Unapo face watu wa aina hiyo,
lazima una namna ambayo unajua utawatreat vipi ili waweze kurudi na kuwa sawa, na si kuwatreat kwa misingi ya kwamba labda sijui tuseme si kuwafelisha. Hapana, kwa sababu kuna principles ambazo unazifahamu za kiufundishwaji ambao unajua una deal vipi na wao mwanafunzi, labda nikimwambia au nikimpa kazi hii asipoifanya kwa wakati tayari anakuwa anafahamu kwamba nisipofanya kwa wakati kuna 1, 2, 3 ambacho kitanitokea, na sio surprise. Yani kwamba mfano usipofanya test ina max 10, hujaifanya umekosa max 10. Kwa hiyo yani ni kitu kiko wazi. Umeona una assignment unatakiwa submit Jumatano, usipo submit Jumatano unakosa max 5. So yani ni physics, yani kama physics iko very open, haina politics. Umefail kusubmit on the time, ina maana 5 marks umezikosa. Kwa hiyo ni njia ambayo inasaidia kumdiscipline yule mtu kama ni mtu mzima au kama bado hajamachua kwenye kiakili, kujua kwamba okay, kumbe automatically nisipofanya hiki nitakosa hiki. Ndio maana kuna wanafunzi watafeli, kuna wanafunzi watafaulu. Maana yake kuna ambao wamefuata, kuna ambao hawakufuata. Mwalimu, naomba utusaidie au utoe ushauri kwa walimu ambao ni wageni, hasa wanapopata au wanapokumbana na changamoto kama hizo. Watoe ushauri, washauri wafanye kitu gani hasa? Okay. Ushauri wangu kwa kufunzi au walimu wenzangu ambao wanaweza wakawa wanapitia hizo changamoto na zinawatatiza, ndio, nafikiri kikubwa sana ni kuwa na utaratibu. Ni kuwa na utaratibu wa namna unavyokuwa unafundisha. Lakini pia tunapenda kuwa karibu na wanafunzi kwa nature ya aina ya masomo labda tunaowafundisha. Lakini pia usahau kuwa strict at some point ili wao nao waweze kujua majukumu yao ambayo wanapaswa kuyatimiza ya kimasomo ya kodi. So ukishasimama huko inakuwa ni rahisi sana, lakini pia kuwa tayari kuwasaidia wale wanafunzi. Unajua mtu mwingine anaweza akaja, lakini namna anayokuja kuomba msaada inawezekana kwa mwalimu ikaonekana kama ni negative, lakini mwalimu kama kisaikolojia akimuelewa yule mwanafunzi atajua namna ya kumsaidia ili kuresolve, acheza kuresolve. So nafikiri ni huo tu, kuwa na huo tayari kama mwalimu kwamba uko tayari kufundisha, uwe tayari kushare, lakini pia kutumia huo muda ambao unakuwa nao kumwezesha yule mwanafunzi kuondoka na knowledge ambayo ulikuwa umekusudia aondoke nayo. Asante sana mwalimu kutokea Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, Mr. Dau. Tunashukuru sana kukaribia, tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu kwa kufika hapa kuwepo na sisi muda huu na kuweza kujadili vizuri zaidi kuhusu changamoto ambazo wanapitia walimu, ukiwa kama mwalimu mzoefu mwenye miaka mingi ndani ya taaluma yako. Na mpenzi mtazamaji, nashukuru kwa kuwepo na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu, na natumaini umeelewa na umeona changamoto wanazopitia walimu wakiwa vyuoni, na umejua kwamba sio wanafunzi tu wenye changamoto ambazo wanapitia bali pia walimu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Catherine Jose na mkufunzi wetu au mgeni wetu kutokea Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, Mwalimu Dau. Ni mimi mtangazaji wako kipenzi kutokea Chagie TV. Kwa elimu.